Jambo la kwanza, 2026, ili uweze kufanikiwa, ili uweze kustawi, ili mambo yako yasonge, namba moja, hebu sema namba moja. Leo niliweke vizuri, epuka watu wasio na mwelekeo. Andika pointi hiyo. Mambo 10 ile unafusha mawili. Epuka watu wasio na nini? Na mwelekeo. Sema amen. Epuka watu wasio na mwelekeo. Unajua mtu yoyote asiye na mwelekeo ni mtu asiyejua nini cha kufanya. Mtu asiye na mwelekeo, sifa zake, namba moja, hajui nini cha kufanya. Mwaka unaanza hadi unaisha, hajui nini cha kufanya. Umenielewa? Ukiweza msaidie kwamba fanya 1, 2, 3, na kama hawezi kusaidikika achana naye. Unajua kwa sababu gani? Mtu asiye na mwelekeo, kwa sababu hana cha kufanya, akija Mbeya ataungana naye, wanaanza kufanya nini? Malizia mwenyewe, kufanya nini? Kwa sauti, kufanya nini? Kufanya nini? Akija malaya ataungana naye, watafanya nini? Naongea na watu. Akija kibaka ataungana naye, wafanya nini? Wanabakua watu. Sema amina. Haleluya. Akija mlevi ataungana naye, wapige gongo maini yao. Akija mtu ambaye ni mvuta bangi ataungana naye, wakavuta nini? Kwa nini? Ni mtu asiye na mwelekeo. Biblia inasema, tusome kitabu cha Mithali 29:18. Mithali 29:18. Biblia inasema, pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Umeelewa? Mithali ngapi? 29:10 ngapi? 18. Pasipo maono. Hebu sema, pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Mtu asiye na mwelekeo ndani yake hana maono, na asiye na maono maana yake hajui maana ya kesho yake, hajui maana ya leo yake, hajui maana ya thamani ya maisha yake, hajui maana ya kesho kutwa yake. Na ndio maana mwenye maono huwezi kumkuta anapoteza muda kupiga stori za ovyo ovyo. Mwenye maono huwezi kumkuta anafanya umbea. Mwenye maono huwezi kumkuta anamsema mtu, anamsengenya. Mwenye maono anapambania hatima yake. Mwenye maono anapambania kesho yake. Mwenye maono anaandaa mema yake ya kesho. Naongea na watu. Mwenye maono ni mtu ambaye yuko busy, ubongo wake unawaza asubuhi, unawaza mchana, unawaza jioni jinsi ya kufanikiwa. Lakini asiye na mwelekeo ni mtu ambaye akikosa anaanza kulalamika asubuhi, analalamika mchana, analalamika jioni. Yaani yeye ni mama kulalamika, baba kulalamika. Umenielewa? Sasa ukiambatana naye utachukua roho yake. Si umenielewa? Utachukua roho yake, na wewe unaanza kukaa bila kufanya kazi, bila kujituma. Hivi mnanielewa? Sikiliza, nahitaji watakaofanikiwa 2026. Si mwaka tena umaskini, ni mwaka wa kuinuka kwa jina la Yesu Kristo. Asiye na mwelekeo, mawazo yake yote, maisha yake yote ni kutegemea fulani aniinue, fulani anisaidie. Kama yeye ni kiwete vile, wakati wewe una uwezo wa kupambana ili Bwana aweze kubariki. Mungu habariki cha kupewa. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Anabariki kile ambacho unakitafuta kwa jasho lako. Habariki cha kupewa hata siku moja. Anabariki kazi ya mikono yako.
Naongea na watu. Sema amen. Mwambie jirani kapambane. Acha ujinga. Fungua akili. Ongeza makofi kwa Yesu aliye hai. Lazima ujue napambana, naanza biashara, najishughulisha ili niinuke kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mwana wa Mungu. Biblia ikasema amelaaniwa amtumaniaye nani? Amelaaniwa amtumaniaye amfanye kuwa kinga ya maisha yake. Bila fulani siwezi kula, bila fulani siwezi kuishi, bila fulani siwezi kuchomoka. Sikiliza, lazima ujue jinsi ya kupambana. Sema mimi ni mimi, lazima nifanye kazi. Mimi ni mimi, lazima niheshimike, lazima niinuke, lazima nipambane, lazima niamkiwe shikamo. Haleluya. Naongea na watu. Mtumishi wa Mungu huyu ametoka mbali Uganda. Nikamwambia, nikamwonyesha kazi zangu hapa nje hapo. Akasema, nikirudi kwetu kuna miti mingi, nitaweka na mimi matanuri kule kwetu mkani wa shida. Kumbe mambo ndio haya. Nikaambia sasa je? Sasa kuna mtu mwingine ajifanyie sharobalo. Si umenielewa? Superstar. Hebu sema superstar. Wewe superstar tena kula una. Haleluya. Pambana kwa jina la Yesu Kristo. Pambana kwa jina la Yesu Kristo, ili Bwana abariki kazi za mikono yako. Namba mbili. Niishie hapo namba 2. Mtu asiyefaa kuwa naye karibu. Huyu ndio hafai kabisa. Asiyemcha Mungu, anayekimbia ibada. Huyo kaa naye kabisa mbali. Asiyemcha nani? Asiyemcha nani? Asiyemcha nani? Ukiambatana na asiyemcha Mungu, jiandae kufa kabla wakati. Jiandae kuwa maskini. Jiandae kuwa tasa. Jiandae kupata magonjwa ambayo kutegemea. Umenielewa? Lakini zaidi sana, jiandae kuwa zezeta. Sikutukani. Tuanze maandiko, si ndio? Mithali 1:7 inasemaje? Nisomeni wenyewe, nikimbia haraka. Mithali 1:7 inasemaje? Maana nimesema jiandae kuwa zezeta. Mithali 1:7 inasemaje? Kimbia. Hivi nyinyi hamna Biblia huko? Inasema kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Haya, soma. Aliyefika. Mungu saidia. Soma mamangu. Mshike maiki hapo. Inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Rudia tena. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Bali wapumbavu huizalau hekima na adabu. Leo mpigie Yesu makofi na vigelegele. Sasa kama kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, maana yake kutomcha Bwana, sema ni chanzo cha uzezeta. Si ndio maana yake? Kumcha Bwana chanzo cha, unapata maarifa ya kutafuta fedha, maarifa ya kujitunza, maarifa ya kujielewa, maarifa ya kujiheshimisha. Ndio maana huwezi kumkuta mtu anemcha Bwana akapandwa ovyo ovyo mitaani, mkapigwa ngwala mpaka kwenye mabuya mahindi huko. Wewe unapigwa ngwala, dada mzuri mlembo, kwenye migomba, kwenye miogo, kwenye mahindi, unapigwa ngwara kwa sababu humchi Bwana. Ni mpumbavu. Kata na kilo chako. Sema amen. Naongea na watu. Kumcha Bwana chanzo cha nini? Cha maarifa. Bali wapumbavu, hebu sema wapumbavu, hudharau hekima nini? Na adabu. Sema amen. Kumbe ukiambatana sehemu cha Bwana, jiandae kwa mpumbavu. Kaa vizuri. Mwambie jani kaa vizuri. Naongeza nondo ya pili. Sema amen. Tusome Mithali hiyo 8:13. Inasemaje? Mithali 8:10. Usihame hapo. Mithali 8:10 na ngapi? 13. Hebu soma mangu, nasemaje?
Inasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno, na ni njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kuchukia. Ni njia mbovu na kinywa cha ukaidi na kichukia. Kumcha Bwana ni nini? Ni kuchukia uovu. Ni kuchukia nini? Uovu. Umenielewa? Kinyume chake kutomcha Bwana ni kupenda nini? Si umenielewa? Umenielewa? Sema amen. Kwa mtu yote ukiona kwamba hamchi Bwana, furaha yake anavaa kimini, mipaja yote iko nje. Mipaja yenyewe ni mieusi kama mkaa. Kama ni mweupe, mipaja imejaa madoa madoa na mamechirizi makubwa. Alafu uone aibu, unatembea na vichupi vitani huko. Hivi naongea na watu. Kuambatana na anayemcha Bwana ili uweze kuchukia uovu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Sema tena amen. Sema tena amen. Mwambie jirani yako acha ujinga. Fungua akili zako. Mche Bwana. 2026 na kuombea ukawe ni mwaka wa kumcha Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe ni mwaka wa kumcha Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe ni mwaka wa kumcha Bwana. Mama usihame hapo usihame. Twende Mithali 9:10. Nasemaje? Mithali 9:10. Nataka tukae vizuri leo, alafu aingie mtu onya zawadi, mjiandae. Inasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kwa hiyo chanzo cha maarifa. Huku ni mwanzo wa nini? Hekima. Wa hekima. Na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Umeelewa? Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Maanake anayemjua shetani hana ufahamu, anayemjua mtakatifu ana ufahamu. Sema amina. Nini hekima? Hekima ndio inakufanya hekima ndio inaamua hatima ya maisha yako. Hatima ya maisha ya mtu imebebwa kwenye hekima. Sema amen. Haleluya. Mwenye hekima anajua kipi afanye, kipi asifanye. Mwenye hekima anapanga mipangilio yake, majira gani ya kufanya vitu gani, majira gani ya kutofanya vitu hivi. Mwenye hekima. Kikosa hekima wewe ni ngumbaru kabisa. Haleluya. Mwambie jani kaa sawa. Acha kulia. Tabasamu kidogo. Tabasamu tena kidogo. Haleluya. Pigie Yesu makofi na vigeregere. Mwenye hekima anajua thamani ya maisha yake, thamani ya kesho yake, thamani ya kuishi hapa duniani. Mwenye hekima anajua kwa nini niko duniani. Mimi sio kenge, mimi ni mtu. Mimi sio mbwa, mimi ni mtu. Mimi ni mtu ambaye natakiwa nifanye mambo makubwa duniani hapa. Nina hatima kubwa kwenye maisha yangu. Mwenye hekima. Asiye na hekima hajui hatima ya maisha yake. Pokea hekima kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hekima kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hekima kwa jina la Yesu Kristo. Ongeza makofi na vigeregere. Tumalizie 10:27. Inasemaje? Mithali 10:27. Nafunga na kufunga. Hiyo ni kwa leo. Siku nyingine nitaongezea mambo 8. Yako 10. 10:27 inasemaje? Anasema Mithali 10:27. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Rudia tena hapo. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Hebu tuongee wote 1 2 3. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Sio kwaingiza, kwaongeza. 1 2 3. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Hivi wewe unamcha Bwana, lini gongo igongoe maini yako lini? Lini bangi bangue ubongo wako lini? Kwa hiyo inawezekana kweli? Kumcha Bwana kunaongeza siku. Sio, umenielewa? Huwezi kuwa na stress. Anemcha Bwana stress wapi? Huko.
Akija mpumbavu mmoja akikuchukia, akupendi, anakufanya mambo mabaya, mwambie yuko mfalme wangu wa amani, anaitwa Yesu Kristo, anipa amani. Nikimwita yeye napata amani, asubuhi, mchana, jioni napata amani. Hata kama kuna likenge limekuzi kiasi gani, unamwita mfalme wa amani. Sema amen. Mume amekuzi, mwite mfalme wa amani. Mke amekuzi, mwite mfalme wa amani. Vikojozi wamekuzi, mwite mfalme wa amani. Haleluya, haleluya. Nikufundisha wimbo nimeupata papa, nikisema furaha yangu mimi, sema kuwa na Yesu. Umeelewa? Sitakubali biti. Mimi nimekuja tu sauti mbaya. Furaha yangu mimi, furaha yangu mimi, amani yangu mimi, furaha yangu mimi. Ongeza makofi na vigelegele. Pokea Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea furaha, usimwache Yesu. Sema amen. Kesho ni ibada wa Nyabutondo, Mtawai na Usagara. Asiwepo mtu wa kukosa ibada 2026. Mwana JRC ambaye atakosa ibada, huyo ni muasi. Tunawaomba wageni wote wanaojiunga JRC wajue kwamba JRC ni mahali penye upendo, furaha, ushirikiano na amani. Sema amen. Sema amen. Ukikuta JRC tunachangiana, mwenzetu na sisi tunamchangia, usianze tunamchangia liweje. Na wewe changa kwa jina la Yesu Kristo. Usikose ibada. Naongea na watu. Haleluya, haleluya. Nitatembea mwakani kila kanisa la JRC Tanzania nitafika. Naongea na watu. Na nitahubiri ambapo Bwana ananituma nikaongee kila kanisa nitaongea. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mwezi wa pili nadhani ukiisha, tutaanza ziara za kila kanisa. Mwezi wa Mungu. Yesu awatunze. DJ niletee dakika 5 watu ambao Mungu amewaandaa. Bwana wabariki sana, wamenikumbuka watoto wangu, vijana wangu, wana wa Mungu, watumishi wa Mungu. Wamama wa JRC Busweru, wamama sijui ni wote, sijui ni wachache, sielewi. Wachache, naomba wachache ambao wameguswa wasiwaje nipige nao picha mahali hapa. Hebu weka wimbo. Hebu wapige makofi jamani hao. Naomba kanisa wapige makofi. Bwana
I say, Yesu awatunze sana. Naomba sasa mje hapa niombe na nyie kwanza. Niombe na nyie, sogeni hapa niombe na nyie. Kaeni mbele hapa niombe na nyie. Naomba wote mshike mkono wangu wote. Baraka za mkono huu mwaka huu ziwatembelee kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja akamata mkono niombe na nyie. Yesu, kwa imani wama hawa wamegusa nyumba yangu. Wameona kila ambacho Bwana wamekileta nyumbani mwako ili ni chakula cha moto. Kwa jina la Yesu Kristo, na bariki la mama alikamata mkono huu. Baraka ambazo Mungu umeachia kwenye mkono huu Bwana, ziambatane wa mama hawa. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mmoja Mungu kamuinue. Nipe moyo Bwana wa kutowasahau. Nipe moyo wa kutembea na wao. Nipe moyo wa kuwakumbuka. Nipe moyo Bwana wa kula pamoja na wao, wa kulia pamoja na wao, na wa kufurahi pamoja na wao. Katika jina la Yesu Kristo, neema ya kimbingu iwafunike. Ulinzi wa kimbingu watamie. Magonjwa yakae mbali na nyie. Giza litoke. Nuru itembee na nyie mwaka mzima kwa jina la Yesu Kristo. Mukawe nuru 2026. Mukawe nuru 2026. Katika jina la Yesu. Amen. Naomba nipige na nyie picha hapa. Kaeni hapo tupige picha. Naomba nipige na nyie picha.